Jafikiria بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kipengele hichi au mada hii iliyoko mbele kwa muda huu itahusiana fi adabi siyami alwajiba, katika adabu za funga za wajib. Tunapokuwa tumefunga, ndugu Waislamu, kuna adabu, mafunzo, maelekezo tunatakiwa tuyajali sana, ili kutengeneza funga yetu iwe na kiwango. Kama vile ambavyo unaweza kutengeneza CD yako ikawa na kiwango, au mchezo wako ukawa na kiwango, na funga pia ina vitu ambavyo ukivifanya vinakuwa na kiwango mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mada hii, i'lamu anna lisiyami adaban kathiratan la yatimu illa biha. Funga ina adab, ina maelekezo, ina mafunzo mengi ambapo haiwezi kutimia ila yawepo adabu hizo. Wala yakmulu illa bilqiyami biha, wala haiwezi kukamilika ila kwa kusimamia kuyatekeleza adabu hizo. Wa hiya ala qismain, adabu hizi zimo katika vigawanyo viwili. Adabun wajibatun, adabu za wajib, yani mafunzo ya wajib. La budda lisaim min muraatiha, hapana budi kwa mfungaji ayachunge au azichunge adabu hizo. Wal muhafadhati alaiha, na kuzihifadhi. Hii ni aina moja ya adabu ya funga. Lakini aina nyingine, adabun mustahabbatun, ni adabu ambazo zinapendezeshwa, ni za sunna. Yambaghi an yuraiha wa yuhafidh alaiha, anatakikana Muislamu azichunge na azihifadhi pia, ili kutengeneza kiwango kizuri cha ibada yake ya funga. Famin aladabi alwajiba, katika adab za funga za wajib ambazo Muislamu anatakiwa azisimamie au azisimamishe ikiwa amefunga, ay yaquma as-saimu bima awjaba Allahu alayhi min al-ibadat al-qawliya wal-fi'liya, ni kutekeleza mfungaji, asimame mfungaji katika kutekeleza yale mambo ya wajib ambayo yatokana na ibada ya maneno na ibada ya vitendo. Wa min ahammiha as-salatu al-mafruḍa, na katika adab iliyo muhimu zaidi ni swala ya fardhi, allati hiya akidu arkani al-islam baada ash-shahadatain, ambayo ni nguzo kubwa yenye mgogotizo mkubwa miongoni mwa nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Muislamu huyo anatakiwa azichunge ibada zake, asizembee, achunge nguzo zake, achunge wajibu wake ibada hiyo na sharti zake, ili aweze kuzitekeleza katika mazingira yanayofaa na wakati unaofaa. Mazingira yanayofaa ni majumba ya Waislamu, ikiwa ni misikitini na kwa wale wagonjwa katika majumba.
au na wakati ambao unafaa ni ule wakati unapotekelezwa ibada ya swala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kwa hakika swala imewekwa kwa Waislamu ni ibada yenye wakati maalum. Kwa hiyo ibada hii itekeleze ndani ya wakati wake na ndani ya mazingira ambayo yanafaa. Si vema ikiwa mtu amefunga, wala haifai ikiwa mtu amefunga na hatekelezi ibada ya swala. Hii atachukuliwa na aya ya Allah inayosema, afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd. Je, mnaamini baadhi ya sheria za Allah kwenye kitabu chake na baadhi ya sheria nyingine mnazikataa? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya, hakuna malipo kwa mwenye kuyafanya hayo ila ni maisha fedheha katika maisha ya kidunia. Kwa hiyo tunawajibikiwa ndugu Waislamu kutekeleza ibada ya swala tano, ambayo ni adabu ya kwanza ya wajibu. Ikiwa mtu amefunga lazima aisimamie na aisimamishe ibada ya swala. Tusije tukaingia katika mkumbo wa aya unaosema vipi, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawa fasawfa yalqawna ghayya, wakaja wakaenda kinyume baada ya hao watu wema waliopita, kizazi ambacho kinadhoofisha swala, kinapoteza swala, na wakafata matamanio ya nafsi zao tu, basi karibuni hivi watakumbana na adhabu kali. Allah tulinde, asitujalie kuwa miongoni mwa hao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajatuacha kutuelekeza, sema illa man taba wa amana wa amila saliha, illa aliyetubia na akaamini na akafanya matendo yaliyo mema, basi huyo fa ulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna shay'a, hawa wataingia peponi wala hawatodhulumiwa chochote. Pia vile vile tumuombe Allah atujalie kuwa miongoni mwa hawa ambao tutaingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislam, adabu ya mwanzo ya wajibu kwa mfungaji wa Ramadhan ambayo anapaswa atekeleze ni kutekeleza ibada ya swala tano. Hichi ni kitu muhimu sana, mpaka baadhi ya wataalamu wakasema yule ambaye kuwa atafunga tu bila ya kusali kutekeleza ibada ya swala tano, basi hata funga yake inafikia pahala Allah haikubali. Kwa ni jambo la kuchunga sana sisi Waislamu. Mjafikiria